وفي رواية لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. Aisha radhiallahu anha katika sahih Muslim asema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akijitahidi sana katika masiku haya 10 ya mwisho kuliko anavyojitahidi katika siku zozote nyingine. Na utashangazwa na baadhi ya watu wasema kuna tofauti gani baina ya siku zile 20 za mwanzo na siku 10 za mwisho? Kwa nini kuwe na zaidi ya ibada? Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya, kwa akiingia masiku 10 ya mwisho hujitahidi kuliko siku yoyote. Wacha ile 20 ya mwanzo, siku yoyote ya mwaka hajitahidi kama anavyojitahidi katika masiku 10 ya mwisho. Zile ibada anazozifanya zaidi kuliko siku yoyote nyingine. I'tikaf alikuwa akikaa masiku 10 ya mwisho, masiku 10 ya mwisho akijiepusha na wake zake, akifanya ibada, akifanya bidii sana katika ibada. Mama fa'alna, vile tutakavyofanya sisi hatuwezi kufika kiwango cha ibada alichokuwa akifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu dhu dhunub, na sisi tuna madhambi mengi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, na pamoja na hayo alikuwa akijibidisha sana katika ibada katika masiku haya ya mwisho. Tujitahidi katika masiku haya ya mwisho, Allah atatusamehe makosa yetu na upungufu uliokuwa katika masiku yale yaliyopita. Na ikiwa mtu ataharibikiwa wal billah katika masiku haya 10 ya mwisho, basi ndio suul khatima, ndio mwisho mbaya ameupata wal billah. Innamal a'malu bil khawatim, a'mal zinazoangaliwa ni zile za mwisho anazoishia nazo mwanadamu. Kwa ikiwa kulipita na taksir kule nyuma yashapita sasa, na masiku yaanza usiku wa leo, watu wajibidiishe wapinde katika ibada. Masiku ni 10 peke yake, na mkichunguza vizuri mtaona kuwa kila Ramadhani ikija nyingine kule kuisha kwake haraka ni zaidi kuliko ile iliyopita. Na wewe chunguza, utakuta kuwa Ramadhani hii imekwenda mbio sana, hata ukiangalia waona kama taswira ya kuwa imepita ile haraka yake kuliko ile iliyopita. Hivi juzi tulikuwa tuangalia mwezi, leo tuko 10 ya mwisho, na sasa hivi tutapongezana kuingiliwa na Eid. Watu watakuwa waongojea Dhulhijja, watakao kwenda haji wa hiji, watakao sherekea Eid al-Adha hapa watasherekea, kisha watakuwa wasubiri mwezi mwingine wa Ramadhani. Wale ambao Allah atawapa uhai watafika, lakini masiku yaenda mbio sana, na hii ni fursa dhahabia Allah subhanahu wa ta'ala amempa kila ambaye ana siha yake na afya yake, asiwache masiku haya yakapita bure bure. Ndio wakati wake watu wajipinde katika ibada kama alivyokuwa Mtume sallam, li'annahu sallallahu alayhi wasallam kana yaltamisu laylatal qadri, alikuwa akitafuta laylatul qadri. Usije ukapitwa Muislamu, usije ukapitwa na usiku wa laylatul qadr ikawa ni hasara kwako wewe. Utaipata vipi? Swali katika masiku yote haya 10, lazima mojawapo ilipita ilikuwa laylatul qadr. Lakini maadamu ulikuwa wafanya ibada, waswali, wasoma Qur'an, wafanya adhkar, watoa sadaqa ama chochote kile, almuhim umefanya ibada katika masiku haya 10 yote, biidhnillah ta'ala utaipata laylatul qadr. Pia katika njia sahali, usikose katika masiku haya 10 kuswali na jamaa salatul isha na salatul fajr, usikose vile itakavyokuwa. Sa Mtume sallam ataje katika fadhila za kuswali salatul isha maa aljamaa kuwa waandikiwa qiyam nisf layl, yani nisf al-layla, nusu ya ule usiku waandikiwa umesimama ukafanya ibada. Na ukiswali salatul fajr maa aljamaa yaandikiwa kuwa nusu ile ya kwanza na nusu ya pili yaandikiwa qiyamu layla, ni kama umesimama usiku mzima. Kwa hivyo na yule ambaye hatokosa salatul isha na salatul fajr kwa jamaa katika masiku haya ya mwisho, bila shaka biidhnillah ta'ala huyu amepata
fadhila ya Lailatul Qadr. Kwa tujaribuni sana kujipinda katika haya masiku yaliyobakia, mwisho ni machache kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ayaman ma'dudat, ni masiku machache ya kuhisabika, na hatujui ni nani ambaye ataishi kuiona Ramadhani itakayokuja. Inawezekana kuwa ndio Ramadhani ya mwisho, basi na watu wafanye bidii katika ibada, sote tuimizane katika ibada ili tujishindie hizo fadhila. Allahu musta'an.